Safari ya Neema. Katika mitaa yenye vumbi ya kijiji cha Namanga, Neema alikuwa akijulikana kwa jambo moja, uchuzi wake wa kipekee wa pilipili. Kila jirani aliyewahi kuonja mchuzi wake alimwambia, "Neema, hii si pilipili ya kawaida, hii ni dhahabu." Mwanzo wa ndoto. Baada ya kupoteza kazi yake ya ukarani mjini, Neema alirudi kijijini akiwa na akiba kidogo sana, shilingi 200,000 tu. Badala ya kukata tamaa, aliamua kuanza biashara. Alinunua chupa tupo 50, pilipili mbuzi na viungo vingine. Alizibandika lebo alizoandika kwa mkono: pilipili ya Neema, ladha ya nyumbani, mawingu ya changamoto. Mwezi wa kwanza ulikuwa mgumu kuliko alivyotegemea. Kukataliwa. Maduka mengi makubwa yalimkataa. "Hatuna nafasi ya bidhaa zisizo na nembo ya TBS," walisema. Upungufu wa mtaji. Mashine yake ya kusaga iliharibika na hakuwa na pesa ya kuitengeneza. Ilimbidi asage kwa mkono kwa saa nyingi, mikono yake ikiwaka moto usiku kucha. Kebehi. Baadhi ya marafiki walimcheka. "Msomi mzima unashinda unanuka pilipili. Rudi mjini katafute kazi nyingine." Hatua ya ushindi. Siku moja, Neema aliamua kubadilisha mbinu. Alibeba chupa zake na kwenda kwenye tamasha la chakula mjini. Hakusubiri watu waje, aliwafuata na kuwapa onja ya pilipili yake kwenye vipande vya nyama choma. Mwekezaji mmoja alionja na kupigwa na butwaa na ladha hiyo. Alimpa Neema kadi yake na kumwambia, "Nakupa miezi 3 uwe umepata vibali vyote. Nataka kusafirisha hii bidhaa kwenda nje ya nchi." Mafanikio ya kishindo. Neema hakulala. Alitumia kila senti aliyopata kukamilisha usajili. Leo hii, miaka 3 baadaye, kiwanda kidogo. Neema anamiliki kiwanda kidogo kinachoajiri wanawake wajane 15 wa kijijini kwake. Soko la kimataifa. Pilipili ya Neema sasa inapatikana kwenye rafu za maduka makubwa nchini na inasafirishwa hadi nchi za nje. Heshima. Wale waliomcheka sasa wanakuja kumuomba ushauri wa biashara. Funzo. Changamoto si kuta za kukuzuia, bali ni ngazi za kukupandisha. Ukiamini katika kile unachokifanya, dunia haina budi kukusikiliza.